I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Mama! Dadina! Wow. Unaendeleaje moyo? Niko vizuri. Okay. Na jambo la kumshukuru Mungu, mimi mwenyewe naendelea vizuri. Kweli. Lakini huko unaenda wapi? Mwanjelo, kwani unaenda wapi? Mimi mwenyewe naenda Mwanjelo. Okay. Lakini sasa kuna kitu naenda kununua ila nimefeliwa 10,000. Sijui unaweza kunisaidia? Sina mwenyewe. Labda tutapata mbele kwa mbele huko. Okay, sawa twende. Haya. Runi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mnaendeleaje? Salama kabisa. Mlikuwa mnajadili nini kuhusu kanisani au? Naam. Kuna namna si unajua tena? Au ndo kusoma Biblia? Hamna. Tunajadili maisha. Kawaida tunajadili maisha. Okay, sawa. Sasa sisi tusiwe na maneno mengi tukapoteza muda. Sisi tulikuwa tuna shida moja hapo. Tunaomba mtusaidie. Tunaenda huko mjini, kuna vitu tunaenda kufuata. Lakini tunaona kama tumefeliwa 10,000, ndio tulivyoona nyie tukaona labda mnaweza mkatusaidia. Kwa tulikuwa tunaomba mtusaidie hilo. Mimi jioni nitarudisha. Mimi na wewe tutachanga 5,000. Sijui hapa nina kiasi kidogo tu. Ambacho nina kiasi hapa ni kiasi kidogo tu. Nina kama 3,000 hapa. Okay. Nina 3,000 tu hapa. Amina. Asante. Kaka Runi, si unaweza kusaidia 7,000 iliyobaki? Sijui kwa sababu hata hapa nilipo hali nilionayo. Labda ngoja nione namna ya kuazima. Vipi maisha yanaendaje lakini? Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, yanaenda vizuri sana. Maisha menyewe ni hivi, tunapambana nayo hivyo hivyo. Maisha menyewe ndo haya. Sijui nyinyi mnaendeleaje? Sisi pia tupo vizuri hivyo hivyo. Tunapambana hivyo hivyo, ni jambo la kumshukuru Mungu. Rafiki yangu habari? Salama kabisa za mihangaiko. Aisee, samani. Nilikuwa na shida na shilingi 5,000, kama utakuwa nayo hapo naomba niazime. Kwa sababu naona hapa hali si shwari kabisa. Kwa hiyo bwana, kama utakuwa nayo naomba niazime. Kama utakuwa nayo hata kwenye simu. Basi sawa, unayo keshi? Hamna shida, nipe kama dakika 5. Nafika hapo mara moja. Sawa. Lakini maisha yanaendaje? Yanaenda vizuri. Kila kitu kinaenda vizuri kama Mungu alivyopanga. Sema nini? Sasa maisha ya hila yamekuwa magumu. Hivi ni kwetu tu au hadi kwenu? Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Mtumishi umerudi? Bwana, nilipoipata ikabidi nende nikatoe mpesa. Ulikuwa umeenda kutoa? Sasa nimepambana, imeshindikana kupata shilingi 7,000. Sawa. Nimepata 5,000 tu. Asante. Asante, Mungu akubariki sana. Tunaona hiyo 2,000 tutaipata. Hata kwa hichi mtotusaidia tunasema asante. Sawa. Kwa hiyo basi tunaomba tuarudishie baadaye baada ya ibada. Wala hata msijali. Kwa sababu
Basi Mungu awabariki. Ngoja sisi tukafanikishe jambo letu. Barikiwe sana. Haya, bye. Asante, tunashukuru sana. Haya, Mungu awabariki. Tunaenda. Haya, amina. Kwa mwanangu 3000 hiyo. Maana nilikuwa na shida kama na 5000 hivi. Hiyo 2000 ningeenda kuihangaikia hata huko. Yaani ndugu yangu, nilikuwa na mambo mengi. Hata hiyo 3000 nilikuwa nimeibana kwa ajili ya mboga. Yaani nilikuwa na kiasi tu hicho. Na hiyo ndio hivyo nilikuwa nimeibana kwenye matumizi ya mboga. Sema sijui. Yaani hata ndio hivyo ndugu yangu. Hii. Vipi lakini hiyo 5000 umeipata wapi? Yaani basi tu, si unajua ni hivyo tu. Yalikuwa ni mazingira ya kufosi. Yaani hapa nilikuwa sawa. Yaani hapa nimepiga hii simu, nilikuwa sina hata imani kama hata nitaipata. Hiyo 5000 hiyo, sema ndio hivyo. Lakini yote bwana, tumeziba mapengo. Tumshukuru Mungu kwa yote, maana tungezalilika mbele ya wadada. Kwa hata hivyo tumshukuru sana Yehova. Sema ndio hivyo, tuzidi kupambana tu. Sema nini ndugu yangu? Maisha menyewe ndio hivyo. Sister vipi? Safi tu. Sawa siku. Salama. Vipi jibu langu unafikia? Labda nitakwambia siku nyingine, maana sasa hivi kuna sehemu ya wazi. Sasa hivi. Kuna sehemu nataka niende, basi nikupe dakika moja. Kama ni issue ya pesa nini? Pesa za nini? Yaani mimi sitaki. Ngoja, kuna sehemu naelekea. Shajenga na nyumba. Hamna, sina shida navyo vyote hivyo mimi. Issue ya kuchukua tu tukaa. Kwanza wazazi wangu wananiambia mabinti wengi sana wanaingia kwenye mtego kwa sababu huruma. Okay. Huruma sio malezi mdogo. Hapana. Yaani nimegoma kabisa, hapana. Shida nini? Hapana bana, mimi naenda. Kwa hiyo mimi hapana. Kama ndio jingo unaongea. Hapana. Yesu, sasa kumbe hii kitu iko mzuri. Nani anakuja? Ganga, nimekuja. Karibu. Ndio mganga. Shida yako nimeijua. Sumbuliwa na mapenzi. Ndio mganga.
Lete nyayo. Nyayo tutatosha. Ndio mganga. Nenda usigeuke nyuma. Ndio mganga. Ondoka. Oya, cheki huyu mwamba anavyopiga mwanangu. Cheki. Raida huyu mwanangu. Anapiga nini? Anagusa kipande kikali sana. Eti? Mimi hapa ni wapi kwanza? Hapa. Mbeya ndugu yangu. Mbeya hapa? Tugimbe pale. Mjini hapa? Timu iko vizuri sana hii. Watu wamezidi haya. Yaani anapiga vipande vikali. Alafu ngoja. Mimi bwana, hivi nataka nikuulize swali. Juzi bwana, kuna mtu akanipigia akaniambia hivi, wewe usiwapiga kinanda? Akaniambia hivi, wewe njoo hapa. Wewe unasali kasani kwenu hapo. Wewe hapo toka, njoo usali kwetu hapa. Tutakuwa nakulipa kama 600 kwa mwezi. Alafu mimi unajua sasa maisha yangu na kiswaswadu. Alafu tena unajua yule kuna yule mdada ananiambia utanioa lini? Anambia wewe subiri. Usinicheke bwana. Haya mambo haya yanaweza kukuta hata wewe mwenyewe. Pokea simu inaita hiyo. Ndio anapiga. Nani? Yule nini? Nani? Yule mdada. Pokea simu ongea naye sasa. Sawa wewe usubiri kwanza. Ukiongea naye hapa kwanza hapa na inabidi simu sio naomba sio akasuke. Na ule msuko wao si yule nywele 3 hapa zinakuwa si nini? Nywele 3 tena. Kwa hiyo unamhudumiaga kiufupi? Unamhudumiaga? Yani ukimpenda mtu unamhudumia. Usikumhudumie baba yake yani. Kwa hiyo unamhudumia mchumba kile. Ngoja kwanza kata tu. Unamhudumia mchumba? Yaani wewe sikiza. Yule mimi nampenda. Nampenda. Kwa nini kumpenda mtu? Akumpenda. Yaani kupenda ni kanuni ya kimungu kabisa. Sasa kumpenda mtu, sasa lazima baadaye mfanye mpango mwishi pamoja. Sawa. Hapo uko sawa. Lakini sasa vipi? Mbona umesema mambo ya hela za kusuka? Yaani kwamba unamhudumia kabla hata hamjafanya chochote. Hamjafika kwenye masuala ya hapana mimi simhudumia. Ila kaka sikiza. Sasa nyinyi ngoja kwanza mimi unishauri vizuri. Mimi nina madili kama mawili. Unajua mimi pale kanisani wananiamini, wanasema ona napiga kinanda vizuri, lakini pale mimi napiga kinanda vizuri toka asubuhi mpaka jioni wananiangalia tu. Naye ananisumbua. Anatuma na message tena. Eti anasema unitumie kwenye namba hii. Ngoja kwanza kaka. Kwa mimi pale kanisani napiga toka asubuhi mpaka jioni. Alafu tu wananiangalia tu wanasema tu Bwana akubariki. Umeona? Alafu kule juu kule kanisa la pale juu pale kwenye gorofa pale. Napajua pale. Umeona pale ambapo hapa kwa nje wanapaki magari mazuri. Eti akaniambia jamaa mmoja akaniambia hivi, wewe njoo upige hapa. Njoo hamia kanisani kwetu hapa. Tutakuwa nakupa 600 kwa mwezi. Umeona na marupurupu ya kutosha. 600 kwa mwezi. Na marupurupu. Sikiza nikwambie rafiki yangu. Subiri kwanza nikwambie kitu rafiki yangu. Yaani wewe ni rafiki yangu sana, afu mimi nakuelewa. Mimi ni mdi wako, si ndio? Sasa nikuulize swali lile, nikuta mimi pale nimewahi toka. Nimetoka pale kanisani nimeenda kufanya kazi za kulipwa za huduma. Hapana. Au za kupiga muziki za kulipwa. Hapana. Kanuni ya shetani ni ndogo sana. Anatumia udhaifu uliokuwa nao ili kukuingiza kwenye mtego wa dhambi. Unaelewa rafiki yangu? Sasa mimi sijatenda dhambi. Sasa subiri nikuelekeze. Unaambiwa jamani kwa nyingi tena. Lazima zima kabisa hiyo simu kwa kweli. Inakutoa kabisa kwenye nanilia. Ila kwa kasosado mwanangu kana kuaibisha mwanangu. Unaanza unanisema. Tuendelee dada. Wewe rafiki yangu tuendelee. Tuendelee usijali yani kabisa tuendelee. Iko hivi. Unajua kuna kwenye Biblia kuna kitabu kimoja kimeandika kwamba jiwekee hazina mbinguni. Hivyo unavyofikiri zile hazina zilizoandikwa pale ni hazina za namna gani? Hazina ni zile dhahabu. Mbinguni kuna dhahabu. Mimi nguliza wanadamu wote hapa duniani tunaweza tukapata dhahabu wote tukaanza kuweka mbinguni? Hamna. Mbinguni umewahi kufika wewe sasa hivi? Sasa wewe tujiwekea hazina mbinguni. Mungu kule ana dhahabu nyingi kule. Sasa tumwekee tena Mungu kule hata zile hela zinamtosha. Sasa ngoja nikwambie yale maandiko ukuyaelewa. Yale maandiko yalikuwa yanamaanisha kwamba ukiwa duniani kila unachokifanya duniani ni hazina moja kwa moja mbinguni. Swala tu kinamgusa Mungu na ni kizuri kilichoandikwa kwenye Biblia kwenye kanuni za kimungu. Maana yake jua ile ni hazina unaweka mbinguni. Kwa mfano, wewe nikupe mfano. Umefika kanisani, umetoa muda wako, umeacha kazi zako. Umefika kanisani ibada za katikati zile. Kuna wengine hadi wanaogopa kufunga biashara. Lakini wewe umefunga ile kazi yako unayoifanya pale Iunga pale. Umeifunga, umekuja umewahi kwenye ibada. Sasa ule muda uliotoa ule kwa ajili ya ibada ukamtumikia Mungu kwa ala za kinanda. Ala unajua kwenye Biblia zile ala za kinanda kuna wakati Daudi alipiga kinubi mpaka
roho chafu zikamtoka nani? Sauli. Kwa hiyo zile ala za kinanda unazozifanya siku zote, ujue kabisa ile ni huduma. Hivi unaelewa kama ile ni huduma? Na kunakuwa kuna mguso wa kimungu ukifanya kwa kumaanisha. Unajua hilo? Sasa nataka nikwambie kitu rafiki yangu, nikupe bonge la dili la kimbingu. Sema dili la kimbingu. Dili la kimbingu. Wewe mtumikie Mungu kwa moyo pasipo kuuliza. Yaani hao wanaokuambia kuna hela za kulipwa, hamia huku utalipa. Yaani hao wanakushawishi utoke kwenye mstari wa kimungu. Biblia inasema shetani huja kama malaika wa nuru. Umeona? Akitafuta ni nani wa kummeza. Na ni kama simba ungurumai, maana yake anakutafuta. Ukiona wanakuletea ushawishi wa hela, ujue wanakutafuta. Kwa sababu wanajua unapiga kinanda vizuri. Wakisema wakisita kwa mwezi, ukipiga Jumapili 2, milioni 1.2. Ukipiga mwezi mzima, milioni 2.4. Ina maana kwa mwezi unakuwa unalipa milioni 2.4 kwa kupiga tu nini? Kinanda. Unanunua na gari hapo. Yaani hapo uko mbali kabisa. Kwambia hapo umeshanunua na kiwanja hapo ujue. Ina maana kwa miezi 3 umeshafika mbali. Sijui ni kama milioni 6.6 hivi. Milioni 6.6 kwako sio ndogo, si ndio? Lakini nataka nikwambie fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Mtumikie Mungu. Na vijana wanaferigi hapo. Wanawaza mafanikio sana ya kimwili tena ya haraka. Sasa samani kwanza. Sema kaka, semelea. Sasa wewe kwa mfano, sasa mimi kwa sababu juzi wataka kunitumia bahati mbaya namba inasongesha. Ukawaza kukatwa, ina maana una deni tayari. Sasa pale Mungu alinisaidia. Umeona? Sasa hii nakaeje? Sasa mtumishi tufanyeje sasa? Maana sasa ile kazi ni ngumu ya kupiga vinanda kanisani, tunatumia nguvu nyingi, tunafanya mazoezi alafu yani sasa tufanyeje? Mwenye nikushauri kitu kimoja kizuri na cha hekima. Wewe ni rafiki yangu sana. Na mimi tupo wote kwenye sekta za muziki, lazima nikwambie ukweli. Hivi unajua kwa nini mimi nimetulia sana pale? Kwa sababu kupitia pale ile kazi ninayofanya ya kupiga muziki kanisani, naifanyaga kwangu kama huduma, sio kama kazi. Nikifanya kama huduma, nataka nikwambie ukifanya kwa kumaanisha, Mungu anafungua malango ya kazi, anafungua malango ya wateja. Unaona ile biashara yangu sasa hivi inapoanza kuinuka. Ni malango hayo nilikuwa nafanya kwa kumaanisha. Mtafute Bwana kwanza, au wa nje achana nayo. Wakati wa Bwana ukifika tu, wewe utainuliwa. Nyenyekea. Acha kusikiliza watu wa nje. Sauti za nje ni nyingi, lakini msikilize Mungu. Ile kazi unayofanya, badilisha mtazamo kutoka kwenye kazi ya kupiga kinanda, weka kwenye hali ya huduma ya kufanya ya kupiga kinanda. Kwa hiyo inawezekana mimi mpaka nimeanza kupigia simu, inawezekana mimi nilikuwa nafanya kama kazi kwa kuwaonesha watu. Sasa hizi utoke kwenye huo mtazamo sasa. Uanze kupiga, ufanye kama huduma. Sawa. Mimi nimekuelewa. Mimi nimekuelewa, nitajitahidi. Mungu atanisaidia. Mungu akusaidia. Lakini kitu kingine, muda wa kazi fanya kazi ili hali ya kushawishiwa kwa hela kusiwepo, kwa sababu Biblia inasema, Mungu amesemaje kwenye maandiko yake? Atabariki kazi za mikono. Hajasema nitakubariki nikupe hela moja kwa moja, nikupe sijui dhahabu moja kwa moja, nikupe majumba. Kazi za mikono lazima ufanye kazi. Kijana afanya kazi. Hata wana kusumbua saizi hao hapa, hata kusumbua tena ukishakuwa na hela, utakuwa unachagua wewe na uhuru. Kumbe maana wanajeuri. Wanajeuri saizi. Unaweza kukuta anakupigia hapa hawapate, ukikosa ukimwambia tu sina hela, anashakuacha hapa, anakuambia namtafuta mwenye hela. Ishaisha hiyo. Sawa. Sasa hapa sasa kimbembe kichobakia. Mimi na huyu ni wangu. Huyu wa wife material. To be. Maana sio hujampata bado, ni to be. To be. Ndio huyo, lakini si ndio huyo atakuwa baadaye. Sawa. Sasa huyu naye inakaje, nimwambieje, nimkate ndio ni maana sasa hapa mahusiano yatavunjika. Sasa nataka nikushauri kitu pia kwenye mahusiano hapa. Yaani hapo ndo penyewe umefika. Ngoja nikwambie kitu. Swali la kwanza, unapomtafuta huyo mtu, uliingia kwenye maombi? Mimi? Mimi kwa kweli Mungu tu alileta. Mungu alileta? Kwa hiyo alipokuja wewe ulimpataje? Mungu sana kutanisha watu, yani tulikutana. Tulikutana sisi gani? Ngoja nikwambie mtumishi. Yaani sisi tulikutana. Umeona? Pale. Yeye akaniambia tu mimi nakupenda, wewe unapiga kinanda vizuri. Akaniomba namba yangu na mimi nikamwomba namba yake. Kaanza kuchati usiku. Sasa muda mwingine mimi majukumu yakiwa mengi, ananiletea zawadi, ananiambia pole, si nini. Kwa hiyo nikaona mbona kama huyu naweza nikaenda naye pamoja. Sasa hapo mtumishi ni dhambi? Ngoja nikwambie kitu. Hapo hujatenda dhambi. Ila kuna kanuni au taratibu umezikosea. Nisikilize kwa makini. Isaka wakati anatafuta mke wa kuoa, ukisoma Biblia vizuri utagundua kwamba Isaka hakwenda yeye mwenyewe, ila alituma kijakazi
akatoa kanuni kutokana na Mungu ambavyo alikuwa amemuongoza. Akaambia kijakazi yule aende kisimani, si ndio? Alipofika kisimani akamwambia pale kuna wanawake wanateka maji. Atakayekubali kunywesha wewe maji na mifugo yako, basi huyo ndio ambaye Bwana atakuwa amemwachilia kwa ajili yangu. Una maana gani? Namaanisha kwamba haya mambo ya mahusiano usikurupuke nayo. Kuna kanuni na taratibu. Ungeomba kwanza, hata kama alijileta mwenyewe, lakini inabidi ukamshirikishe Mungu. Mungu, vipi kuhusu huyu binti? Ndio mwenyewe. Maana mimi kwa wakati ule labda hata nilikuwa sija. Wewe ulikuwa unamhitaji. Wewe mtumishi, wewe ungekuwa singekubali. Juzi kwenye sherehe ya mama pale aliniletea chakula. Nilikuwa kidogo hivi nikose chakula, wali. Alafu nyama zote walimaliza. Yeye ndo kaniletea nyama. Sasa huyo si mke kabisa okoa huyo kijana. Kwa hiyo action ya kulitosheleza tumbo ili kuvuruga mpaka akilini mwako. Sasa ni upendo. Nataka nikwambie hivi, siku hizi dunia imebadilika. Wanawake wakiona hamuwataongozi wanajitongozesha. Wa makanisani wanafikia atakuja kwa kusema unanionaje? Hawezi akasema hivyo. Wa makanisani anakuja kwa gia za kanisani vile vile. Mtumishi, umependeza, nabarikiwa na huduma yako. Yaani ndio wanavyoingia. Lakini kuwa makini, sio wote waliopo kanisani wameokoka vizuri. Wengine wanapokuja kujitongezesha, manake ndio gia shetani ameitumia kuja kukuangusha kwenye huduma na kwenye utakatifu na safari ya kwenda mbinguni. Kwa manake shetani kifana ananionea wivu. Ameigundua utafika mbinguni kwa Baba. Afu ile ukipiga kinanda unajua unamtukuza sana Mungu. Ile eneo lako zuri sana. Kwa hiyo hapo mimi nifanyeje kwanza sasa? Nimwache yani nisipokee simu yake, ni block, nifanye nini? Ngoja nikwambie hivi, unaweza kumblock akaja kusumbua katikati ya ibada. Mabinti wa siku hizo wamevurugu. Sasa mimi nataka nikupe mtihani mmoja. Huu mtihani ukiuweza, kunakoendelea Mungu atakuongoza yeye mwenyewe. Mtihani ninakupa mimi ni mdogo hivi. Mungu ni Mungu wa kanuni na Mungu ni mwaminifu. Mimi nataka uende kwenye maombi, uingie kwenye maombi. Mpeleke huyo binti kwenye maombi. Muulize Mungu vipi kuhusu huyu binti? Lengo lake kuni nini? Moja la kwanza. La pili, uliza Mungu, je, una mpango gani kati yangu mimi na huyu binti? Mungu atakujibu. Majibu atakayokupa Mungu, basi hapo utajua nini cha kufanya. Mishi ya moto. Acha inyeshe tujue panapovuja. Nenda kaombe. Ila mimi sijatenda dhambi. Sijasema umetenda dhambi. Ndio maana nimekupa taratibu. Inaonekana mtumishi una chat hadi saa 6 bila kuomba. Unaombaga kweli unavolala? Unaombaga? Naombea. Mimi naomba kila kitu yani. Kwa hiyo unaomba kwanza afu unaanza kuchati na bibi. Sasa kuchati usimeongeze kawaida tu. Haya basi, hiyo sawa sawa na 0 hiyo. Kwanza tumechelewa, tuamke twenzao zoezi sasa hizi. Tuamke twendao zoezi tuwai. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, mnaendeleaje? Amina, Bwana Yesu asifiwe. Aruni Apostle. Wewe. Mtego. Tumetoka zetu safari ya kwenye zoezi hivi ndio nataka turudi zetu nyumbani. Okay. Lakini huyu hapa bonga simfahamu. Yaani kama namuonaga lakini
Simfahamu yani. Unajua. Sisi wewe kwanza wakime unajitambulisha. Jitambulishe mwenyewe. Kwa jina naitwa Rich. Rich. Okay, nice name. Nikija mwanzo tupo naye pale sema au una doji ibada. Anifahamu mimi? Wewe unakuona pale kanisani pale. Nafanya nini? Unaimba praise. Okay. Samani nilikuwa nafuata tatu. Japo sijui kama ndakuwa nimewakosea sababu si unajua tena sio akili. Ndio mmoja. Hivi kwani kuwa na mahusiano au kujihusisha na mahusiano kama mimi umri huu inafaa au ni dhambi? Kwa sababu sielewi unaona na umri huu. Huenda tunakanyaga waya. I see. Kwa nini umeuliza hilo swali? Najua sasa huwa shauku ya kujua vingi sasa ni katika kufikiria na kuangalia. Ukifikiria kabla ya kufika kwenye kuoa au kuolewa, stage ni zile. Sasa issue ni kwamba je, ni dhambi? Kwa sababu ukifuatilia inawezekana ikawa ni dhambi. Sasa mimi nataka nithibitishe ninachokifikiria mimi. Je, kuwa kwenye mahusiano ni dhambi? Yaani hapo ndo swali langu. Kwa mimi sidhani kama naelewa pro. Yaani mimi nilikuwa nahisi kwamba sio dhambi, lakini hapo ulivyoongea naanza kuona kama ni dhambi kwa sababu tumeokoka. Labda tungeuliza tungejua labda kwamba yani mtu anakuja kwenye mahusiano kwa sababu kwenye mahusiano kuna mambo mengi. Kwa hiyo hapo inakuwa kama changamoto kidogo hivi kuelewa kwa sababu kusema tu mahusiano si inakuwa ajabu. Labda Diamond atakuwa anaelewa. Hadi sisi shuleni. Yaani mtu akiwa na mahusiano, akiwa na mchumba, walimu ni wanachapa, wanachukua hadi waya wanachapa. Ila kwa sisi tuliokoka naona ni dhambi pia. Ila bado sijaelewa. Labda nimuulize Karichi hapa. Hata mimi mwenyewe kabisa bado sijaelewa. Bado kabisa sijaelewa kabisa. Sababu nilijua wenda nyewe ndo mablana zangu na sister. Wenda mnaweza mkawa na kitu mkanipa maarifa. Hapana, yani ili tuwe tuna uhakika na iko kitu, lazima tumpate ule mtu ambaye anaweza kutuambia kitu ambacho kimenyoka. Kwa sababu ukisema tu huyu ni mtu mzima, inawezekana mimi nakuwa na mahusiano ambavyo namna ninayokuwa nayo kwenye mahusiano sio nzuri kiroho. Kwa hiyo inatakiwa tupate majibu kwamba kipi ni kipi. Sasa basi mimi nafikiri itabidi tutafute siku tukae tuone namna ya kutafuta watu ambao wanaweza kutushauri namna ya kufanya au je ni dhambi sio dhambi, na baada ya hapo tutapata nini point, je tufanye au tuachane navyo. Tutapata solution. Okay. Naona mnaenda kanisani au ametoka kanisani? Kweli nimetoka hivi. Sisi tumetoka kutembea. Basi Mungu awabariki kwa safari njema. Zoki nyuma. Kuja na unyayo. Takupa dawa. Ndio mganga. Takupa dawa. Ndio mganga. Ila utakapofuata utakoroga. Ndio mganga. 7 usiku. Ndio mganga. Asante mganga. Usisahau kuleta malipo. Ndio mganga. Geuke nyuma. Fire. Lazima vitoke kwa jina la Yesu Kristo. Lazima vitoke kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Naving'oa kwa jina la Yesu Kristo. Lazima vitoke. Haya. Chomoka kwa jina la Yesu. Na iwe maombi, na iwe
Leba, Naiwe